Lakini ilikuwa ni desturi. Watoto wa siku hizi hawazingatii, lakini watu walikuwa wanakutana, wanakula na kunywa. Unajua hekima kutolewa kwenye vikao kama hivi. Ni kweli wazee wenzangu, unaona mimi nimewasikiliza tena nimewasikiliza kwa makini. Lakini tatizo ni moja tu hivi. Yaani watu wa siku hizi wamezitupa mila pamoja na desturi. Mimi nakwambia pamoja na hizi dini zilizokuja zikamchengeosha watu. Yaani hawaoni chochote kizuri katika hekima za wazee wetu. Yaani wameamua kutupa ilikuwa pamoja na desturi. Yaani wazee wenzangu hawajui kwamba mwacha mila ni msomo na kabla hivi vizazi vijavyo havina mila havina utamaduni. Tayari vilivyokuwa havijui. Watu wa siku hizi wajua asili yao. Wanadhani kwamba uzungu ndio ustaarabu. Nakwambia mzee, wakiwa hiki ni kizazi cha njia panda za utamaduni. Wao wana kila utamaduni isipokuwa wajukuu wangu walikuja hapa wakati wa likizo. Hemi tambua hata waliata neno moja ya lugha yetu. Tulisha kuzungumza nao Kiswahili na Kiingereza hapa katika ardhi ya wazee wetu. Yaani wajukuu wangu hawatofautishi kati ya mbuzi na kondoo. Kwa wote ni kondoo. Wangu ni wajinga zaidi. Yaani wangu hawajui kutofautisha kati ya mbuzi, kondoo na mbwa. Yaani wao wote ni mbwa. Unachekesha sana mimi. Lakini wakati wanapokwenda kule mjini, wanasahau yale yote ambayo tumewafundisha. Kuambia maisha mjini ni ajabu sana, yana mbinu nyingi. Hata malezi yao hawayawezi tena. Yaani kazi ni kuraukia vibarua na kisha kurejea nyumbani, yaani watoto wakiwa wamelala. Na kuambia mtu anakaa na wana ambao wiki nzima anawapata wamelala usingizini fo. Nakwambia sahi malezi yameachiwa yeye. Sasa nyumba ni ya yeye. Sasa wazee wenzangu, mnamaanisha yeye akitaka kufunza mtoto tabia na mienendo si atafanya hivyo? Nakwambia ulezi wa mjini una mashaka Tena makubwa. Huko ni kama kula na elewa. Ndio watu wakuambiana kutafuta maisha. Na wengine pia wanakimbiza Wazee wenzangu, haifai hivyo. Kweli, lakini utafanyaje? Wakae tu hapa kijijini kwa kuwa maisha ya mjini yanaenda mbio. Wenda huko. Heri huko manake huko kuna fadhali. Naam, na yeye vile vile mzee wangu. Nakwambia dunia inaenda ikibadilika. Na kubadilika nayo utaachwa nyuma, ushindwe kuwahi. Wao. Ni nini cha kuwahi? Tabia. Yaani wataka kuniambia tabia za mjini. Heri hapa kijijini. Katika umaskini wetu. Wewe Beni, wewe sikuoni vizuri wewe. Unione nini? Beni. Beni unazungumzaje kana kwamba umepitia pahali ukapiga peji 2-3? Mimi sijalewa. Na hata nikikunywa na nini hapa, mtalewa mniache mzima. Sawa basi, sikiliza Beni, tena usikilize kwa makini. Zamani mila zetu hazikuruhusu mtoto wa kike kwenda shule, si ndio? Sasa si wanakwenda? Wanakwenda. Zamani pia mila zetu hazikuruhusu mtoto wa kike kurithi kitu.
Sasa si wanarithi. Wanarithi. Zamani pia mila zetu mtoto wa kike alikuwa anategemea mfuko wa mumewe. Sasa hali ni tofauti. Mila na tamaduni imezidi kubadilika na nafasi ya mtoto wa kike imepanuka. Nafasi gani? Nafasi ya mtoto wa kike imepanuka. Nafasi gani? Nafasi gani? Nafundisha watoto wa kike. Hao waiona hao. Hata ungeniambia wengine kama hao. Sawa basi, sijakataa. Lakini si unaona watoto wetu wa kiume hawalinganishi na watu wa kike. Wala watoto wa kike na kiume hawalinganishi. Yona, watoto wa kike na wa kiume wanalinganishika. Mtoto wa kike si kitu, akiolewa atakuwa chako. Hivi Yona, unakumbuka tulipo kushinikiza wewe mke wa pili? Nakumbuka. Afadhali yaani watoto wao tunakuwa tukiwadharau kubwa walikuwa ni nyonga ya jaa. Na sasa kijiji chetu hiki kina mwanga. Mwanga wasio Beni. Nikashangaa, ni nani huyu? Ni nani huyu? Aloruhusu gari lake kutembea hapa pasipokuwa na barabara nzuri. Kuchungulia ni mtoto wetu. Wetu na mtoto wangu. hapo basi. Nawe unadhani nilijihisi raha kiasi gani? Jana wazee wenzangu, kila nitembea hapo ninasema kwamba tuko na simba wa kike. Ni kweli. Heri hivyo ndivyo alivyokuja. Lakini sasa hivi yule si wetu. Yule ana kwake. Nakwambia angekuwa mtoto wa kiume, angejua babake yako Yona. Au ungekuwa unakunywa uji jinsi unavyokunywa uji hapa kijijini. Ona sasa, wamechukua mtoto wako wamechukua mke wako wakampeleka kule mjini. Yona, sasa ona jinsi unavyoteseka kama mtoto wa kiume na ketu James wewe. Si kweli. Mke wangu amekwenda kupata matibabu na tarajia kupata nafuu. Ndio. Yona, nani amekataa? Mimi nimekataa mke wa Yona ameenda kupata matibabu. Nimekataa kweli. Sawa, ameenda, lakini Yona, wacha nikwambie. Mwanaume kamili hapaswi kuambiwa yale ambayo yanafanyika, bali anapaswa kuashirishwa kwa yale ambayo yanafanyika. Angekuwa mtoto wa kiume Yona, angekuashirisha. Na wewe angejua unakula nini wewe. Wewe nikuulize swali. Mke wake kuja hapa kumpikia ama kwenda huko kupata matibabu? Yote mawili, lakini sawa. Yona, nina swali pia mimi. Muda huu wote Yona nani amekuwa akikupikia? Ona sasa. Yaani Yona, umri huu ni wa kujipikia kweli Yona. Afadhali wakati wa kitambo, wakati ambao ulikuwa kijana na misuli. Ona sasa. Ona. Kama jinsi misuli hivyo nyauka kama biscuit ambayo imetafuna. Aibu. Mmekumbusha mbali. Katika zile siku za ujana wangu. Mimi nakwambia alfajiri niko kiboko mkononi. Kila ambaye aliyekuja baada yangu hata kama hajachelewa alikuwa analala. Hakukwambia mchana kazi, jioni darasani, kiboko mkononi. Si kama siku hizi hauwezi kunyoosha mfuko wa kiboko ama mnanyoosha. Nakwambia hata vitabu nilikuwa nafunga nyuma kwenye baskeli kwenda kusaisha wiki. Mpaka tembo alikunyosha mkono wake na kukofu.
wenzenu ndio walionirai kuonja mpili. Ila nilikataa. Unakumbuka hata mimi ndio nilikuwa mwanafunzi wa kwanza kujiunga na dini. Hata tulikuwa tunahubiri. Alafu ukateleza mara moja. Haikuwa mara moja. Kama mnavyofikiria. Yaani ilianza pale tu chuoni. Wenzangu wakanirai. Ndipo mimi nikakataa. Lakini wakanishinda tu maarifa. Nikaanza kushiriki, lakini kwa kujificha. Nilipoanza kupitia mtihani ya familia, pombe ikanifanya kuwa mraibu. Pombe ni mbaya. Yona ukaacha kazi. Na unajua nilishindwa kuingia kazini bila kulewa. Nilikuwa mtumwa tu. Basi nakwambia mkeo Sara alikuvumilia kweli. Sasa angefanya nini? Nakwambia kilikuwa ni kipindi kigumu sana. Mimi nikishughulikia shamba, yeye huyo ameshika njia kwenda kuchuza bidhaa tulizozalisha. Nakwambia siwezi kumueleza, manake ni wanawake na ataanza kujishaua. Ndio maana wameganda muda huu wote huko. Wewe, mke wangu ako kwa nao na mimi niko kwangu. Hiyo ndio raha ya kusoma. Sasa naona Beni umepata dawa mjara, amekuwa kikukera. Aise, huyu amekuwa akinikera kwa mambo yangu. Nashangaa mimi pilipili iko kwenye sahani yangu, lakini yeye inamwasha. Lana unajua wewe unajiona sana. Wewe unapenda tu kujipiga. Wewe unapenda tu kujipiga kifua kana kwamba wewe tu ndio kuna watoto ambao wamesoma na wako na kazi. Haya, Wako wamesoma mpaka wapi? Ni kweli. Hatuwezi linganisha watoto wetu, hatuwezi linganisha watoto wetu. Lakini pia wangu amesoma na hakuna kazi. haya Beni, kazi gani? Kwani ujui? Sijui. Sijui. Kijana wangu wa kwanza ni nani? Injinia. Ati nini? Wewe, mtoto wa Beni afanye kazi kule kiwandani wanapochimbia kuku. Afanye kazi kule wanapochimbia kuku. Kwani uinjinia ni nini? Ni kuendesha mitambo na kijana wangu. Yeye ndiye anategemewa pale. Yaani bila yeye kuku asichinjwe. Basi, huyo ni injinia. Yona, usimdanganye mwenzako. Mtoto wako ni fundi wa mitambo. Kwani injinia ni nini? Kwani si fundi wa mitambo? Unaona sasa Beni, gani lako linakuuma, lakini na mwenzako hapa umelichangamkia ama kweli? Kumba kwa nguruwe kwa binadamu kichungu. Lakini basi yaishe, unajua hata hayakuwepo. Awasha wenzangu. Nikiyafanya tu marefu. Beni songea huko. Kilichokuja hapa si kusema wazee wetu. Unaona watoto wote ni wetu. Watoto wote walionufaika ni wetu. Ni furaha kuona kwamba watoto wote wameweza kubarikiwa. Kuja Beni, usikue hivyo Beni. Beni, chukua kikombe. Najua unataka kikombe. Basi tukule, tunywe na tusherehekee. Kweli. Basi, na abarikiwe.
mashamba yetu. Ibarikiwe mimea yetu. Na vibarikiwe vizazi vyetu. Tumeelewana? Watoto wote ambao wamesoma Ni wetu. ambao wako na kazi Ni wetu. ambao wamenufaika Ni wetu. ambao watasoma Ni wetu. Hata kunieta wewe. Sawa, mnichekelee tu na nyinyi pia mtazaa. Mnichekelee kabisa. Kwa nani huko?